Huu ndio umma alioacha Mtume uje ujadili mipira. Anafungwa maniu, mtu anasikitika, wengine mpaka wamejinyonga. Mtu ana dedi, ananyoka kwa godi maniu. Hii inakusubiri. Cheni bange, tafuteni vitu vya kushughulishwa. Wewe unaipa mipira na kusaidia nini wewe? Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima baada al-maut. Mtu mjanja, Mtume anasema ni yule ambaye kila anachokifanya anakiangalia kitamsaidia nini, muda wake wa matumizi ya pesa, muda wake, afya yake, kila anachokifanya anakiangalia na nini, na akhera. Mtu mjinga ni yule mwenye kuiacha nafsi yake kwenye matamanio. Mtu mjinga yuko tayari akimbie darasa la dini msikitini aende akaongee nini, mipira. Huyo ni nani jamani? Ni mjinga. Ni maneno ya Mtume. Sawa mwalimu? Ni maneno ya Mtume. Mtu mjinga, ama kwa maneno mengine mtu mpumbavu. Tuendeni pamoja, mtu mjinga ama mtu. Kwa hiyo kuwa na mapenzi ya mpira yako juu kiasi ambacho unaacha swala faradhi, unakimbia kikao kitukufu. Wewe unafaa uitwe nani jamani? Nyosheni vizuri basi, unafaa uitwe nani? Mjinga mpumbavu. Na kwa kuwa mjinga mpumbavu huoni tabu, Simba imeingia mkataba wa kampuni la kamari linaitwa MBet, bilioni 20 na ngapi na 6. Mkataba miaka mingapi? 5. Yanga wameingia mkataba na kampuni la SportPesa, mkataba bilioni 10 na ngapi, 12 point kitu. Mkataba miaka mingapi? 3. Kwa hiyo ukivaa fulana inaandikwa SportPesa, tafsiri yake unatangaza kamari, unatafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu. Sasa angalia mtu anapokula bange msikitini, utakiwi kuswali na nguo yenye nini jamani? Yenye maandishi. Sawa, watu wametoboa kwenye maandishi, sasa wanavaa kabisa kamari. Mtu anafunga swala anafuata SportPesa. Aliyesema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali, ulevi, kamari, vyote haramu, acheni. Fahal antum muntahun, komeni, acheni. Yani Muislamu haelewi, anakwenda kununua fulana 35,000 ina SportPesa na MBet, na anakuja nayo msikitini. Godi mimi nimekuja kuswali, lakini mimi magumashi natangaza kamari hii hapa. Allahu akbar. Naam, ziko mbili. Ya kwanza inaanza fajitanibuhu, ya pili inama shaitan yuridu bainakum ayuqi bainakum al-adawa wal baghdha. Mwisho nimaliza fahal antum muntahun. Zote ziko vizuri, hamna shida. Ananiongezea hapa. Safi, takbir. Safi kabisa. Ndugu zangu katika imani, mipira imetugharimu leo. Tumefika mara bwana Mtume Muhammad anatuonya, mwanamume utakiwi kuwa nje ya nyumba yako baada ya swala nini ya Isha, isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Kama unakanga chipsi, unaendesha gari, shughuli ya halali, unapaki saa 3 saa 4, Uislamu umefanya nini? Umeruhusu. Lakini hakuna dharura kwenda kuangalia nini, mpira baada ya swala ya Isha. Enyi wanaume wenzangu, tunategemea na watu watuheshimu. Mbona sisi hatuheshimu kitabu? Tumepata wapi ujasiri wa kwenda kuangalia mipira baada ya swala ya nini ya Isha? Wakati huo ndani kikao cha dini na mkeo huna. Wewe kama kiongozi huna kikao shura na mke huna, ila una vikao vya kwenda kwenye dini. Nani aliyekuruhusu ukakae vikao dhalili? Mtume anatukataza kukaa kwenye vikao. Ndani ya vikao hivyo hataji Mungu na nani? Haya, kikao kinachoinamishwa bawa la malaika kama hiki, mtu huna stimu, unainuka dharau kibao, najua. Ila kwenye mpira mwanangu leo anacheza hebo eti kutoka draw Yanga na Hilali, washabiki mpaka wanalia, kocha huyu hajui formation. Nyinyi mnakula bange. Haya, wenzetu Zanzibar, sisi tukiwa bara tunasikia baadhi ya Wazanzibari hawaamini sana Wabara. Wanaona Wabara kama vile hawana nini jamani? Hawana dini. Mnasemaje, kweli uongo? Nyosheni maneno, kweli uongo? Mmoja nimemsikia anasema bora mlevi wa Pemba kuliko shekhe wa bara. Na nyinyi mnaweza mkachomeka huku Zanzibar, bora teja la Jang'ombe kuliko shekhe wa bara. Wala shekhe wa bara hawaaminiki. Inawezekana washakuwepo wababishaji, kweli wababishaji wapo. Huyo ni ukweli au unasemaje? Lakini sasa kwa hali hii, na nyie huku nyewe zetu najua nahau, balagha, sarfu. Sisi tukisoma Qur'ani kidogo
tunachapia hapa. Nimesoma kidogo, kaniambia bwana, haya hiyo inamalizia hivi. Nishakuwa najua ina nikatakata nikarukia kule. Safi, mko makini kwenye haya, safi sana. Twendeni sasa kwenye swali. Hivi nyie kwani hamjasikia kwenye maneno ya bwana Mtume Muhammad, inna ahsana alhadithi kitaba, mazungumzo mazuri ya mtu kuzungumza maneno ya nani? Haya, na nyinyi kuzungumza mipira mnasemaje? Mnajisikia mmezoea dini ndio makandogo? Hebu mjibuni Allah asikie. Hanyie wenzetu, waman ahsanu qawlan mimman daa wa amila wa qala innani, mbora katika ninyi ni yule ambaye utende yake mdomo wake anawaita watu katika kheri na kuwakataza mabaya, lakini na mwenyewe anatenda mambo ya kheri na anajitambua, mimi ni miongoni mwa nani jamani? Mwa Waislamu. I'm conscious, najitambua mimi ni Muislamu. Muislamu na ujinga sio mwake, unajitambua. Haya wenzangu, sasa taarifa, mbona Zanzibar na nyinyi juzi na kwenda Nungu kuongea na kina mama, napita njiani sio alikuwa anacheza Yanga, nimekuta vikao kibao, yani watu wamejaa kwenye ma-TV kibao, wanaangalia nini? Hana nyinyi vipi? Aya hamzijui kule, basi mlevi wao kubora kuliko kule. Ana nyinyi vipi sasa? Au na nyinyi mshaanza kula ganja wengine? Jamani, tujitahidi tumche nani jamani? Tuache mazoea kwenye dini. Dunia leo inateswa na mitihani mingapi? Mitatu. Uchumi unawapelekesha watu puta. Sasa hivi hali ngumu, unatafuta 100 kwa tochi. Yani kuipata 100 kwa tochi, kila kukicha hali mbaya. Watu sasa leo wamevua utu, wamevaa unyama. Kuna watu wanaamua kutafuta pesa kupitia ushirikina, wanafanya makafara. Wapo wanaolala na mama zao wazazi, wapo wengine wanalala na watoto zao waliowazaa. Kuna mtu mmoja analala na mamake mzazi na sister wake ili apate pesa. Kweli mshikaji ana mafuso magari yanapaki, lakini analala na mamake mzazi na dada yake. Alafu dada anajua kabisa mimi na mama tunagongwa na nani jamani? Na kaka. Wote wamepanga foleni, chukua tu mwanangu mradi hela. What kind of life is this? Maisha leo unavua utu, unavaa unyama. Kuna watu, nimetoka Kigoma, mtu mmoja anamtoa kafara mkewe kwa sababu ya kupata nini? Yani mkewe anamtoa kafara. Wanaojiunga na Freemason baki nao. Ushirikina unavyozidi kupiga, watu wanatafuta pesa. Kuna wengine, mmoja kaambiwa mkoa mmoja, ili ukutane na hela unatakiwa uwatendee kitendo kichafu mabinti wa chini ya umri wa miaka mingapi? 10 wafike 20. Ila katika jambo hilo usishtukiwe. Ukishtukiwa hata 19 inabidi uanze na jamaa. Kaanza move hiyo, kapiga wa kwanza, wa pili, kafika 19, kakamatwa, pigwa kichapo cha adabu. Jamaa analia, bado mmoja, bado mmoja. Wewe nini bado mmoja? Nikutane na hela, ilikuwa bado mmoja tu. Ogopa mali yako kunuka damu za watu. Ogopa mali yako kunuka laana za nani? Za watu. Kwa hiyo kupitia uchumi watu wamevua utu. Watu wanaswali misikitini, lakini wapo wanachukua mikopo ya riba. Kwa tangazo hili kama upo, kwa kila nukta inayopita kuanzia msemaji mpaka nani jamani? Hebu tutafsiri maana ya swala. Tanha anil fahshai, yani mtu anayeswali ategemewe kuonekana kwenye mambo maovu na nini? Na machafu. Tangazo, kuna watu leo wanaswali misikitini lakini bado wanachukua mikopo ya nini jamani? Ya riba. Zanzibar mmesalimika? Zanzibar mmesalimika? Kama uko tajiri hapo, uchumi wako haunuki riba wewe. Haya, kuna watu wamechagua maisha ya kamari, wanabashiri kwenye timu za mipira, mshiko nje. 3 mzuka. Umesalimika kwenye kamari, uchumi wako hapo hapo ulipo, usiinuke. Malaika wakuandikia ripoti yako. Wa kulla insanin azamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba.
Muislamu, ifikirie siku utakayopewa daftari lilorekodi kila kitu. Utajuta, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Shajiandaa Muislamu. Ndugu yangu, Qur'ani unajua wewe, aya unazijua wewe. Umepata wapi ujasiri wa kuchezea kitabu? Mnakimbia darasa za dini, mnaenda kwenye mipira. Hivi mmejiamini Washajiamini taarifa isome siku ya Kiyama kwamba faili lako limejaa vikao vya dini deshi, vikao vya mipira mia. Allah anakusubiri mahakamani. Tena Allah anakusubiri. Mliambiwa mvae mavazi matakatifu, kanzu, hamkuelewa, mmeenda kununua mijezi naiona mingine mitihadi hapa na sport pesa sijaiona hapa na miembet, mnanunua mijezi, jezi 2025, kanzu bei ya kawaida 10,000, unapata kanzu upati kanzu. Yani amuelewi kutumia 10,000 kununua kanzu, mnaelewa kununua fulana za mipira 65. Nyinyi mmekula bange nyinyi. Kwani nyinyi mnajisikiaje nyinyi? Mnajisikiaje? Ayahsabu al-insan an yutraka? Hivi mnadhani mnaweza mkajiendesha mnavyotaka? Mko huru kiasi hicho? Kwani nyinyi mnajisikiaje nyinyi? Waungwana wameondoka, marais wa bunge wenye hela. Wewe Sakala bin Kapuku kila siku afadhali ya jana. Mani anta, wewe nani wewe?